Karibu ni miongoni mwa yale maswali ambayo huwa tunayaangalia ya karatasi ya 3, bembea ya maisha. Hivyo hili ni swali la pili la dondoo. Ni mimi wako John Mark, Mswahili. Tumbo lenyewe limeshafanya mazoea. Ardhi hiyo ya kulimwa na kuzalisha chakula iko wapi? Hata ingekuwepo, mvua yenyewe imefanya ugeni. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Alama ni 4. Kama ilivyo desturi, nilikuwa nimekueleza kwamba wakati ambapo unafanya swali la dondoo, lazima uweze kujua msemaji, msemewa, mahali na kiini cha mazungumzo. Kwenye swali letu la leo, msemaji ni Kiwa, msemewa ni Dina, mahali ni nyumbani kwa Dina. Alafu kiini cha mazungumzo, huyu ni Kiwa anamwambia Dina maneno haya baada ya kumwambia kuwa hajala chakula cha kutosha baada ya kufika nyumbani. Hivyo kuna njia mbili za kuweza kujibu swali hilo. Unaweza ukaandika kiaya au unaweza vile vile ukaandika kwa njia ya kutumia kirumi jinsi ambavyo nimefanya. Swali la pili. Jadili mbinu zilizotumiwa katika dondoo. Jadili mbinu zilizotumiwa katika dondoo. Kumbuka mbinu, kuna mbinu za mwandishi na vile vile kuna tamathali za lugha. Ya kwanza ni tashihisi au uaishaji, ambapo tunasema mvua yenyewe imefanya ugeni. Kumbuka nilikuwa nimekuambia kwamba wakati ambapo unaandika mbinu lazima uweze kutolea mfano kutoka kule juu ambapo kuna dondoo ili uoneshe jibu hilo umelitoa wapi. Kirumi ya pili, swali la balagha. Ardhi hiyo ya kulimwa na kuzalisha chakula iko wapi? Hivyo hilo ni swali ambalo halihitaji jibu. Hivyo jibu ni la moja kwa moja. Naweza ukaona pale, ardhi hiyo ya kulimwa na kuzalisha chakula iko wapi? Swali la cha. Fafanua umuhimu wa mandhari katika dondoo hili. Alama ni 6. Wakati ambapo unaambiwa uweze kushughulikia umuhimu wa mandhari, ni kitu gani ambacho unafaa kujua? Kitu ambacho unafaa kujua ni kwamba umuhimu wa mandhari, kitu ambacho unaangazia kutokana na mandhari hayo, ni kitu kipi ambacho unakigundua? Yaani kama kusingekuwa na mandhari hayo, ni kipi ambacho ungekijua? Hapo tunaangalia maudhui ambayo yanachimuzwa kutoka pale, sifa za wahusika ambao tunawakuta pale, halafu vile vile tunaangalia ploti, yaani mtiririko wa vitushi katika hadithi. Umuhimu wa kwanza, yanachimuza maudhui ya dhuluma. Hapa wakati ambapo tunapata Yona anapompiga Sara baada ya kulewa. Hivyo kutokana na mandhari tunapata maudhui ya dhuluma. Yanajenga ploti. Dina anasimulia historia ya ndoa kati ya Yona na Sara. Hivyo ni kupitia mandhari haya ambapo tunapata ya kwamba kuona historia ambayo ni ya Sara na Yona kupitia kwa masimulizi yake Dina kwake Kiwa. Yanachimuza maudhui ya udaku. Udaku ni ile hali ya kufanya masimango, ile hali ya kusengenya. Hivyo ni kivipi? Dina anasimulia jinsi watu walivyoingilia ndoa kati ya Yona na Sara. Tunapata kwamba Yona na Sara ndoa yao imejaa dosari. Kivipi? Wakati ambapo walisema sana kwamba hawajapata watoto, wakati ambapo waliweza kupata watoto wasichana, na hivyo watu wakaweza kuingilia na kusema kwamba hawajampata mtoto wa kiume. Yanachimuza sifa ya Neema kuwa mwerefu na msomi licha ya kuwa mtoto wa kike. Ndiyo,
Yanadhihirisha sifa ya Dina kuwa mwenye huruma baada ya kuanza kulia anapokumbuka jinsi Yona alivyompiga Sara. Hapa tunapata kwamba huyu ambaye ni Dina anajawa na huruma nyingi wakati ambapo anakumbuka jinsi Sara anapitia madhila katika ndoa yake anapopigwa na Yona hadi kusababishiwa ugonjwa wa moyo. Yanadhihirisha sifa ya Dina kuwa mwenye huruma, vile ambavyo nimekwisha sema. Yanakuza maudhui ya mila na desturi. Kivipi? Nakuta mila na desturi hivi ni jinsi ambavyo jamii fulani inavyoishi na hata kuamini. Dina anaambia kiwa jinsi Yona alivyoshinikizwa kutafuta mvulana wa kumrithi. Kumbuka jamii hii ya Yona ambapo walikuwa wanaishi, walikuwa wanathamini sana watoto wa kiume. Ni kumaanisha watoto wa kike hawakuwa wanathaminiwa. Hivyo wakati ambapo hakujaliwa kupata mtoto wa kiume, alishinikizwa kutafuta mke mwingine aweze kumzalia mtoto mvulana angalau atakayemrithi. Yanachimuza dhamira ya mwandishi, yaani dhamira ya mwandishi ni wakati ambapo tunasema hapa ni lengo ambalo lina mwandishi kuweza kushughulikia kazi hiyo ya fasihi. Mazungumzo yanadhihirisha changamoto katika ndoa kupitia kwa Sara na Yona. Kivipi? Kupitia ndoa ya Sara na Yona tunaweza tukaona changamoto ambazo ndoa zinapitia katika jamii, yaani asasi ya ndoa inapitia madhila mengi ama changamoto nyingi katika jamii. Hivyo ni kupitia kwa ndoa kati ya Sara na Yona. Jadili sifa mbili za mnenaji na umuhimu wake katika tamthilia. Kumbuka mnenaji, yaani msemaji wa maneno haya ni Kiwa. Hivyo sifa za Kiwa ni kama zipi? Ni mdadisi. Kumbuka mtu mdadisi ni anayependa kuchunguza na kuuliza maswali kuhusu kitu fulani wakati ambapo anahitaji kukijua. Anamuuliza mama yake kuhusu historia ya Yona na Sara. Hivi ni wakati ambapo alitaka kujua zaidi kuhusu historia kati ya Yona na Sara kwa yale ambayo hakuweza kuyajua. Ni mkweli kwa sababu anakiri kuwa mabinti wa Yona wanafanya vizuri ikiwemo juhudi za neema kuliko watoto wa kiume. Hivyo anajilinganisha yeye na wale watoto wa Yona na Sara. Hivyo naweza kupata kwamba huyu Neema anatia juhudi hata wakati ambapo anamchukua mama yake hospitalini. Ni mwenye heshima kwa njia gani? Anazungumza na mama yake kwa adabu bila kiburi wala majivuno. Hivyo kwa njia hiyo tunakuta kwamba ni mwenye heshima. Umuhimu wa Kiwa. Umuhimu wake katika tamthilia hii ya Bembea ya Maisha ni upi? Mbona mwandishi akaamua kumtumia huyu muhusika kwa jina Kiwa? Ni kielelezo cha vijana wenye ukweli katika jamii anapokiri kuwa mabinti wa Yona wanafanya vizuri. Hivyo katika jamii nyingi unakuta kwamba kuna wale vijana ambao wachache tu wanakubali ukweli kuhusu suala fulani. Hivyo huyu ni kielelezo cha vijana wenye ukweli katika jamii anapokiri kuwa mabinti wa Yona wanafanya vizuri. Ametumiwa na mwandishi kukuza sifa ya Dina kuwa na kumbukizi nzuri anapokumbuka yote yanayowahusu Sara na Yona. Hivyo kupitia Kiwa tunapata anataka kujua zaidi kuhusu historia kati ya Yona na Sara, na hivyo kupitia kuuliza kwake ama kupitia kule kudadisi, hapo ndipo tunapata huyu Dina anaanza kuelezea kuhusu kile ambacho anakikumbuka kutoka mwanzo hadi mwisho. Ametumiwa na mwandishi ili kujenga ploti wakati ambapo anamuuliza maisha ya awali ya Sara na Yona, naye Dina anaanza kusimulia. Kivipi? Hapa tunakuta kwamba huyu ambaye ni Kiwa anajenga ploti. Kumbuka ploti ni mtiririko wa vitushi katika hadithi, na hivyo kupitia kwake tunapata masimulizi yale wakati ambapo Dina anakumbuka na kumsimulia yote ni kupitia kwake huyu Kiwa. Ametumiwa na mwandishi kama kielelezo cha vijana wenye heshima katika jamii ya sasa.
Kumbuka wakati ambapo Kiwa anaonyesha heshima hiyo kwa mzazi wake ambaye ni Dina. Kwa hayo yote na mengine zaidi, tutazidi kuweza kuungana pamoja na kuweza kusemezana mengi. Iwapo kuna kila ambacho unahitaji kuchangia, hilo ni swali la pili miongoni mwa yale maswali ambayo tutaweza kuyashughulikia katika muda ambao utaweza kufuatia. Basi wewe na hali zako, Mungu akikujalia nami anijalie, tuweze kupatana tena. Endelea kutulia, endelea kuwa na fikra tundu hizi. Asantum.